Leo tunajifunza namna ambavyo unaweza ukachukua au ukaingia gharama ili uweze kuyafikia mafanikio yako. Ukweli ni kwamba unapogundua tu kusudi lako la maisha, hatua inayofuata ni kujua ya kwamba huwezi ukayafikia mafanikio yako au huwezi ukayafikia malengo yako mpaka utakapokubali kulipa gharama ambazo unapaswa kuzilipa. Na gharama hizi unapaswa kuzilipa kabla haujafika kwenye malengo yako. Kwa hatua ya kwanza si kupata mafanikio kwanza, ila ni kulipa kwanza gharama. Kwa mfano, unapoenda kupangisha chumba cha biashara yako, unapokuwa umeenda kupangisha nyumba ya kuishi, unalipa kwanza gharama, na katika mafanikio vile vile unatakiwa kulipa gharama kwanza. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia baadhi ya mambo machache ambayo yatakusaidia kuelewa kwamba ni gharama zipi unazoziingia baada tu ya kugundua kusudi lako la maisha. Gharama ya kwanza ni uwezo wa kufanya maamuzi. Wengi wetu au wengi ambao hawajafikia malengo yao amekuwa na option nyingi au ana chaguzi nyingi katika maisha. Lakini uwezo wa kuchagua lililo sahihi kati ya mengi au kuwa na alternative sahihi kati ya mengi, hili ni jambo ambalo mtu anapaswa kujifunza. Unapaswa kujifunza na namna ambayo unatakiwa kuliendea si katika hali ya kawaida. Unatakiwa kujua kwamba ninapogundua kusudi langu la maisha, unapogundua kusudi lako la maisha, tayari options zinapungua, yanabaki mambo machache ambayo unatakiwa kuyafanyia maamuzi. Lakini pia njia si rahisi kama ambavyo unaweza kufikiri. Njia inapaswa kuamuliwa kwamba ni lipi ulifanyie maamuzi, ni kipi ukifanyie maamuzi baadaye, vipaumbele vyako viweke vipi. Kwa hiyo uwezo wa kufanya maamuzi ni jambo la msingi ambalo unapaswa kulijua na kulifanyia kazi na kuweza kulichukulia maanani, kwa sababu bila kuweza kufanya maamuzi sahihi, unaweza ukawa na mipango mingi, unaweza ukawa na vitendea kazi vingi, lakini ukafanya maamuzi pia ambayo hayako sahihi. Kwa hiyo uwezo wa kufanya maamuzi unategemeana pia na taarifa na uwezo ambao umekuwa nao kabla. Je, taarifa ulizonazo? Leo tunaishi katika ulimwengu ambao taarifa ziko kila mahali. Internet kuna taarifa nyingi. Una uwezo wa kuaccess taarifa kokote pale ambako unataka. Je, hizo taarifa zinakusaidieje wewe kufanya maamuzi? Kwa unaweza ukawa na fursa za kuwa na taarifa, unaweza ukawa na taarifa hizo lakini bado ukaenda kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Unaweza ukawa na mipango mizuri, mipango sahihi, lakini bado namna ambavyo umeweza kuchagua mambo yako, unaweza usipate nafasi nzuri ya kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo uwezo wa kuwa na maamuzi bora ni kitu ambacho lazima ufanye maamuzi katika hali ya utulivu. Sasa mazingira ya kufanya maamuzi katika hali ya utulivu inategemeana pia na namna ambavyo fikra yako umeiwekeza. Je, una uwezo wa kusema kwamba hapana, hili jambo silifanyi sasa hivi, nikalifanya baadaye? Katika biashara zako una uwezo wa kusema kwamba labda investment hii siweze kuifanya sasa hivi, nitaifanya baadaye, kwa sababu utakuwa umepiga picha mbele kuna nini. Ili uweze kuchukua maamuzi, utakuwa umeweza kutathmini maamuzi ambayo unakwenda kuyafanya. Moja, lazima uangalie faida, lazima uangalie hasara, lazima uangalie umuhimu wa jambo hili. Je, udharura wake ukoje katika kufanya maamuzi? Kwa hiyo unapokuwa tayari na lengo lako la maisha, jambo la kufanya maamuzi pia linaendelea, kwa sababu maisha ni jumla ya mambo matatu. Chaguzi za kila siku na mambo unaweza kuyafanya ni muhimu sana, kwa sababu unachokiamua, hata unachokifanya sasa hivi umekiamua. Je, umeamua sahihi? Unapaswa kufikia malengo yako kwa kuamua mambo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo punguza namna ya machaguzi kuwa mengi. Punguza, na unapopata kusudi lako la maisha tayari unakuwa umeelekea kuona kwamba sasa una option zile chache ambazo zinaweza kusaidia wewe ukaweza kusogea mbele. Gharama ya pili ambayo unapaswa kuichukua ni gharama ya kuwa na maono. Je, hivi katika maisha ambayo unaishi, maono yako ni yapi? Je, una uwezo wa kupiga picha miaka 10, 15, 20, 30 mbele kuona kwamba utakuwaje, hali yako itakuwaje? Unaweza ukawa tayari una maamuzi sahihi, lakini vile vile inaweza ikakuletea changamoto kwa sababu hauoni ramani, hauna ramani ya kuweza kuyafikia hayo maamuzi yako ambayo umeweza kuyafanya. Kwa uwezo wa kuwa na vision ni jambo la msingi ambalo linakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu maono yanakuonesha kesho yako lakini ukiwa leo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ndani ya miaka 10 mbele, leo nitakuwa naishi hivi, na leo natakiwa kuishi kama niliyefanikiwa, kwa sababu tayari nina maono ya kufikia pale. Na namna hii ya kuweza kuwa na uwezo huu ni kujenga na kufanya kazi kila wakati unapoweza kulifikiria jambo ambalo unaweza kulifanya. Uwezo wa kuwa na maono hauji tu hivi hivi. Unapogundua kusudi lako la maisha, tayari barabara inakuwa ni rahisi. Na maono ni sawasawa na ramani katika nyumba. Kabla ya kujenga nyumba, tayari katika akili yako unakuwa umeimaliza nyumba ya aina gani utakuwa umeweza kuijenga. Kabla hujafanya biashara, katika akili yako unatakiwa kuwa umeimaliza. Kwa hata mtu anapokuwa akitengeneza nyumba yake, akijenga nyumba yake, inafuata kile ambacho tayari amekimaliza. Leo nikitaka kuchora picha, ninakuwa nimeimaliza katika akili yangu.
Kwa kumbe uwezo wa fikra, uwezo wa kuwa na maono ni kitu bora, ni gharama ambayo unatakiwa kuto kuidharau. Kwa sababu kama haujaingia hiyo gharama, una uwezo wa kupotea njiani na usijue mwelekeo wako uko wapi, kwa sababu hauna ramani ambayo itakufikisha sehemu ambayo unapaswa kufika. Gharama ya tatu ambayo tutaiangalia siku hii ya leo ni uwezo wa kuwa na nidhamu. Sasa hapa tuangalie kwa umakini. Ukweli ni kwamba nidhamu ambayo tunaizungumza hapa ni nidhamu binafsi. Wengi wetu wamekuwa na mipango mizuri, wamekuwa na fursa nyingi, wamekuwa na kipato kikubwa, lakini nidhamu ndio imepelekea usifikie malengo yako. Nidhamu imepelekea asifikie malengo yake. Nidhamu imepelekea namna mipango mingi, unaona kwamba mipango ni mizuri, lakini namna ya kutekeleza jambo lako umeshindwa kulifanya. Biashara yako haiendi kwa sababu umekosa nidhamu. Je, machaguzi ambayo unayafanya yanatekeleza nidhamu kwa namna gani? Kwa sababu nidhamu ni uwezo wa kufanya jambo uliloliamua hata kama haujisikii kufanya. Kwa mfano, kwa mtu ambaye amejiwekea utaratibu wa kujifunza kila siku, ni lazima awe na nidhamu. Amejiwekea utaratibu wa kuamka saa fulani, labda saa 11 au saa 10. Je, kuna siku ambazo mwili wako utakataa kuamka kwa sababu ya udhaifu wa mwili, labda unaumwa, labda umechoka? Je, una uwezo upi wa kuendelea kushikilia maamuzi ambayo umeyafanya na ukaendelea kuyapata kwa kile ambacho umekipanga katika maisha yako? Kwa hiyo nidhamu inakuambia, kama nilipanga kuamka saa 11 au saa 10, bado tu hata kama hali hairuhusu, nidhamu inaniambia kwamba natakiwa nilifanye jambo nililoliamua hata kama sijisikii kufanya hivi. Wengi wamekwama kwa kutokuwa na nidhamu. Mambo mengi yameanza, mipango mizuri mwanzoni imekuwa na nguvu kubwa, lakini imeishia katikati kwa sababu imeshindwa kuwa na muendelezo. Na uwezo mzuri wa kuwa na nidhamu bora ni uwezo wa kuchagua hatua ndogo ndogo, lakini ambazo utazifanya kwa ukubwa wake. Waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa tofauti yao ni ndogo. Si kwamba aliyefanikiwa amefanya mambo makubwa mengi, lakini amefanya mambo madogo madogo katika ukubwa. Kwa hiyo unatengenezaje ukubwa mambo ambayo unayafanya? Jambo la kwanza ni kuchagua hatua ndogo ndogo ili uweze kuzifanya kila wakati. Kwa mfano, unaweza ukachagua jambo lako la kujifunza kila siku, ukasema kila siku nusu saa tu itanitosha kuweza kusoma kitabu kimoja, au kuweza kujifunza ujuzi mmoja ambao utanisogeza kwenye malengo yangu ya maisha. Na huo ujuzi utakapojifunza ni kidogo, nusu saa ni ndogo katika masaa 24 ya siku, lakini kama utafanya kila siku itakutengenezea ukubwa ambao utaweza, ukiangalia katika mwaka mmoja umepita au miaka 5, jambo ambalo umelirudia mara kadhaa litakuwa limekutengenezea msingi mzuri ambao ni imara, ambao hautaweza kuangamia. Kwa hiyo katika malengo yako, ili uweze kufikia malengo yako, ni muhimu kuweza kuwa na nidhamu bora, na si nidhamu ya kuletewa na mtu mwingine. Ukweli ni kwamba fikra yako inatakiwa itengenezwe, ijengwe, ifanyishwe mazoezi kama mazoezi ya kawaida, kwa sababu ubongo au fikra yako ni tools, ni fursa ambayo unaweza kuipata, ni kifaa ambacho unaweza kukitumia kuweza kufikia malengo yako kwa urahisi. Kwa hiyo nidhamu inakupelekea kufanya uamuzi uliokubaliana nao au mapendekezo uliokubaliana nayo, kukamilisha mpango wako katika hali ambayo nilikubali. Ndio maana kabla ya kuweka au kuwa na nidhamu au kuchagua kwamba ni kipi ukifanya katika maisha, lazima uwe na sababu za msingi. Ili uweze kuweka viwango vyako vya maisha, ni lazima uweze kuwa na sababu za msingi. Sababu ndio zinakufanya uendelee kuwa na hilo jambo lako ambalo umelifanya. Sababu za kuwa na biashara yako, kama una sababu za msingi, hiyo biashara yako hautaweza kuiacha. Kama una sababu za msingi, jambo ambalo umeliamua, nidhamu ambayo umeiamua, hautaweza kuiacha, kwa sababu kila unapotathmini hali ikibadilika, kwa sababu mazingira njiani huwa yanabadilika, unaweza kukuta ulichokipanga sicho kinachotokea kwa sababu ya surprises mbalimbali katika maisha. Kwa hiyo ikitokea nafasi hiyo, wewe unajiweka katika nafasi hiyo. Yale ambayo umesema kwamba utayafanya yasipotendeka, kama vile kutokana na hali labda ya kiuchumi, kutokana na hali ya kiusalama, je, lile jambo utaendelea kulifanya kwa kiwango kipi? Kwa hiyo unahitaji nidhamu binafsi. Wewe hutakiwi kuamuliwa mambo na watu wengine, unatakiwa kujiongoza wewe, unatakiwa kujipa orders katika maisha, ya kwamba ubongo wako uupe mamlaka ya kufanya kwamba hili nimekubali nitalifanya, na hiyo mamlaka itoke kwako mwenyewe. Utakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kufanikiwa. Gharama nyingine ambayo unapaswa kuingia ni gharama ya kuendelea kujifunza kila siku. Sasa hapa pia napo tuangalie uwezo na umuhimu wa kuweza kujifunza kila wakati, kwa sababu kuna vyanzo vingi vya kujifunza, lakini watu kwa kutokutambua hili, haujaweza kufikia malengo yako, hajaweza kufikia malengo yake. Changamoto si kwamba hauna mipango. Mipango ni mizuri, lakini na fursa pia umepata, na mazingira pia yanakuruhusu uweze kufanya mipango ulionayo kufikia mafanikio yako, lakini kwa kujifunza kila siku imekuletea changamoto. Kwa mfano, leo unapopata hasara katika biashara yako,
kuna la kujifunza au inakuwa ndio kikwazo kinakufanya uanguke katika biashara. Ambaye anafanikiwa anatakiwa kuchukua namna yoyote ile kwamba kufeli kwake kunatakiwa kumsogeza hatua mbele moja, kwamba nimefeli, yawezekana sikuwa na ujuzi mzuri au sikuwa na ufahamu mzuri juu ya biashara fulani ambayo nimeifanya, ndio maana ameanguka. Sasa ukichukua kama kuanguka ni sehemu ya majuto, ukaendelea kuwa na hatia muda mrefu na ukashindwa kupiga hatua mbele, ina maana jambo la kuanguka katika biashara la hasara halijakuongoza wewe kuweza kuona kwamba hapa kuna la kujifunza. Katika swala ambayo ni negative au yale ambayo tunaona ni yanatukatisha tamaa, yanatudisappoint katika safari ya kufanikiwa, yote unatakiwa kujiuliza, hivi katika hili Mungu ameliruhusu au wewe mwenyewe limetokea katika maisha yako? Kwa nini ameliruhusu au kwa nini limetokea? Kila sehemu kuna jambo la kujifunza. Wengi wetu tunajitaka kujifunza tu katika mambo ambayo ni positive, mambo ambayo tu ni chanya, mambo ambayo ni mazuri. Biashara ikipata faida unasema hapa nimejifunza. Lakini leo nataka tukumbushane jambo moja, ya kwamba kwenye kujifunza kuna hatua kadhaa au kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. Jambo la kwanza, unajifunza kwa makosa ambayo umeyafanya. Yale makosa ambayo umeyafanya yanakupa uzoefu halisia ya kwamba hapa nimekwama kwa sababu sikuwa na uzoefu. Hivyo ninapokwama natakiwa kuangalia baada, kesho na kesho kutwa nitawezaje kulifanya hili jambo likawa bora zaidi. Kwa hiyo kukwama katika mambo ambayo umefeli, katika mambo ambayo ulifanya makosa au kuyafanya vizuri, yakupe funzo ya kwamba pale kesho nikifanya nitafanya kwa ubora zaidi, kwa sababu fikra umeijenga kwamba jambo langu nalifanya katika hali ambayo ni hali bora. Jambo la pili, kuna mambo ambayo tunayafanya sahihi, nilichokipanga kinatokea hivyo hivyo. Na hapa pia kuna la kujifunza kwamba mifumo yangu mwanzo niliweka vizuri na hatimaye jambo langu limetokea. Kwa hiyo unakwenda katika jambo lako ukiwa katika hali ya kufanikiwa. Lakini hatua ya tatu, tunajifunza kutokana na tunayoyaona wengine wamefanikiwa. Hatukatazi kujifunza mambo mengi kutoka kwa watu, hawatuongozi wao, hawatuamulii wao, lakini katika kufanikiwa lazima uangalie, katika sekta niliyopo, labda ni masuala ya fedha, waliofanikiwa wao wamepita njia gani? Unapojifunza waliopita katika njia hiyo, inakupa hatua fulani za kuweza kusogea, na mambo fulani ambayo ulikuwa huyawezi kuyaelewa unaelewa kwa kina, kwa sababu moja kwa moja yanakusaidia wewe ili uweze kusogea. Lakini pia tunajifunza kupitia shule. Wako watu wengi ambao elimu imewasaidia, namna ambavyo wamechukulia elimu, amejifunza mambo mengi kwa sababu imekupatia ufahamu wa kuweza kusogea hatua moja kwenda hatua nyingine. Elimu yako inakusaidiaje kuweza kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi bora ambayo utakuwa nayo? Elimu binafsi ni kitu bora ambacho unaweza kukipata kwa urahisi, kwa sababu hiyo inakutengenezea mazingira ya kuweza kuamua na kufanya jambo lako katika hali ya halisi. Kwa hizi ni baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayafanya yakakusaidia uweze kupata elimu. Kwa hatujifunzi tu kwa yale ambayo tumefanikiwa, tunajifunza pia kwa yale ambayo pia hatukufanikiwa. Kuna la kujifunza ili uone kwamba biashara fulani nimeianzisha, yawezekana haukuweka katika soko mahalia. Mara nyingi pia hata mtu anapokwenda kuanzisha biashara, anaanzisha biashara kwa wazo la fikra. Kwa anatengeneza bidhaa, anapeleka bidhaa sokoni zile ambazo amezifikiria yeye. Inawezekana soko halihitaji bidhaa hizo ambazo umepeleka. Inawezekana soko halihitaji packaging ambayo umeipeleka. Labda umepeleka katika hali fulani ya ukubwa, wao wanataka katika hali ya chini. Ndio maana unapopeleka biashara sehemu, lazima uendelee kujifunza kwa uzoefu wa kukaa kwa muda fulani, kuona kwamba biashara yako ina uwezo wa kusogea, kwa sababu tayari uko tayari kujifunza. Ili uweze kufanikiwa katika swala la kujifunza, ni kukubali ya kwamba wewe hauko perfect, kwamba kuna sehemu ambayo pia unaweza ukakosea, na unapokosea usikae tu kwamba hili siwezi kulifanya tena na ukaapia kabisa kwamba hili silifanyi, lakini kuwa na moyo wa kujifunza ili uweze kupiga hatua. Jambo la lingine ambalo tunakwenda kujifunza katika gharama ambazo unapaswa kuzichukua ni kuwa na bidii. Sasa wengi wetu umekuwa na bidii katika mambo kadhaa, lakini unaona matokeo hayatokei, na hatimaye imefikia hatua mtu anajiuliza ya kwamba mbona nimeweka jitihada sahihi? Cha kwanza katika bidii, uwekeze katika sehemu ambayo ndiyo umepangiwa wewe, ndiyo ya kusudio lako. Kwa hiyo unaweza kukuta unatumia nguvu kubwa katika jambo ambalo si la kwako. Kabla ya kuanza hilo jambo ulikaa chini kutathmini ya kwamba hili ndio uwezo umewekewa au umepewa uwezo huo na kuweza kulifanya? Kwa unaweza kukuta unatumia jitihada kubwa kwa jambo ambalo hata kesho kutwa huwezi ukalifikia. Kwa sababu gani? Haukuweza kutathmini mapema kwamba hili jambo unaliweza kwa kiasi kipi. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ukishagundua kusudi lako, tayari njia inakuwa rahisi, hata jitihada unazoweka